William Ruto is not your grandfather. Watu wa emotions na mtoke nje. By the way, tumechoka na kushinda kuwanunulia services kila saa. We cannot even have sober discussions. Lazima tushinde tukiwabembeleza and catering to your emotions. William Ruto politics yenye anacheza saa hii si ya election ya 2027. Mchezo yenye inachezwa saa hii ni ya mchezo ya 2028. And that's why zoning has to happen, because politics is about interests. Nobody is your grandfather here. Enzi za kuinuliwa mikono, huyu ametosha hajatosha, zimepitwa na wakati. Na wa leaders wenye wana champion for zoning ni viwete wa siasa. Hawajiwezi, hakuna maendeleo yenye wamefanya, they stand no chance of coming back. They also know that UDA ikisimamisha candidate inakuja na all the machinery. Kwa hivyo probability ya huyo candidate wa UDA kuchaguliwa is very high. I honestly pity Gladys Wanga, because UDA ikiback Kidero anaenda nyumbani asubuhi na mapema. Yeye anasimama anachoka kipaza sauti anasema mambo ya zoni, na kwake watu wanauza soko nje kwa jua with no sanitation facilities zenye ziko zinalipwa shilingi 10. Watu watakuwa aje nje? Soko ni nje kwa jua, mtu ameshinda kwa jua the whole day, and you're here talking about zone. If you listen to these leaders, hakuna mtu mwenye anaongelea mambo ya mwananchi. And that's why I always wonder, mtu anatoka aje kwa nyumba yake, you go to rallies za wanasiasa, mnaenda kuvunjika mguu huko kukiwa na stampede, mnaenda kukula tear gas huko, and you have no political interest. Ama ukipiga simu ya huyo mwanasiasa hawezi chukua. You are the foolish ones. Yeah. You are the foolish ones. Na siwape hizi serviette, mtu aende achukue zake. Because politicians just look after their interests. Watu wenye wana champion for zoning wanajua hawatarudi. Hawatarudi if UDA fields candidates. Venye tu by elections zilifanywa, UDA ikafagia zote. Hivyo ndio venye kutakuwa. And so for their political survival, number one, and ODM, nilisema juzi tutakuja mazishi ya ODM, ndio hii mazishi iko karibu. Cause kama hamna elected candidates, then nguvu yenye mlikuwa nayo as the opposition party inaenda chini. And that's why hamtaki William Ruto akuje a front candidate kwenu, kwa sababu mnajua nguvu ya ODM kaput. William Ruto naye pia anaangalia his political interests. Anaangalia mambo ya 2028 atakapokuwa anataka kupitisha certain things bungeni. Hataki kubembelezana na nyinyi ati lazima mtu heshimu. Politics ndio na kuheshimu. Power is taken, my dear. Power is not given by anybody. Prove your strength as ODM. Kama kweli those are your zones, menyaneni na wanaume wengine huko kwa field. It's unfortunate that this conversation, either side, none of it is about the local mwananchi, the common mwananchi. Si mambo ya maendeleo, si mambo ya tutaleta stima kwa ground. Tukifanya zoning, viongozi wetu wataleta stima. Tukifanya zoning, barabara zitajengwa. On both sides, nobody is talking about the common mwananchi. And so the high time mwananchi afungue macho, aangalie, aone that these people are not there for me. Pesa yenye itamwagwa 2027 elections itakuwa ya kukata na shoka. Lakini sasa sisi pia tukibebeka, I don't know, shida huwa nini by the way? Is it lack of understanding ama nini? Kwa hata kama mtu ata campaign na 50 million to be an MP, where do you expect them to have gotten those resources from? And why don't you expect that ataiba arudishe pesa zake? Kwani yako na mtu anachuna pesa? Our thinking as the electorate pia iko chini sana. Chini sana. Chini sana. Asijui nani atatusaidia. I don't know.
Because if we continue like this, we are going to be in deep shit in 2028.